Nimeupata kutoka kwa Mungu niweze kuzungumza na Watanganyika wenzangu. Kwanza nipende kutoa taarifa fupi tu kuhusu afya yangu. Ninamshukuru Mungu naendelea vizuri. Ni ganzi tu iliyobaki miguuni na kwenye mkono mmoja wa kushoto. Lakini vinginevyo sina tatizo lingine liwalo lolote. Mungu awabariki sana 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 sana. Ni kweli sijaweza kuzungumza siku nyingi. Sio kwamba hayapo. Kila siku nasikia mapya tu. Nilimsikia bibi akizungumza kwamba yeye Watanzania wana midomo sasa yakimshinda yeye anabwatuka. Lakini hapo hapo nasikia mapolisi wanasema yeyote atakayemsema rais hatutakubali, ila yeye akibwatuka mnakubaliana naye. Akiwabwatukia Watanganyika mnakubaliana naye. Kwa hiyo ina maana kwamba hizi sheria zina baadhi ya watu tu, lakini wakubwa wakifanya chochote kile hawashughulikiwi. Sio sahihi. Kama yeye anasikia hasira kiasi cha kubwatuka, ajue kwamba na wanadamu wengine wanasikia hasira wanapokuwa wanaona mambo. Kwa hiyo wanapobwatuka atulie tu kama wao wanavyotulia yeye akibwatuka. Au ajibu basi, yaishie hapo. Sio akijibu yeye mara mapolisi hao kuja kukamata watu. Hapana. Hakuna mtu mwenye moyo wa jiwe ambaye hakerwi. Kama yeye anamkera na Watanganyika wengine yanatukera vile vile. Kwa hiyo kama kuchukuliwa hatua tuwe tunachukuliwa wote, kuanzia yeye na sisi. Sio tukisema sisi ndio tunaonekana tumemsema rais. Yeye akisema wananchi wake anaonekana hajasema wananchi wake. Kama ni hasira yeye anayo na wananchi wake nao wanakuwa na hasira kwa yale yaliyotendeka. Kwanza mpaka sasa hatuelewi kabisa ni kwa nini watu waliouawa hawajatolewa hesabu. Hatujui waliko. Mpaka dakika hii ni kuwaumiza wazazi. Unajua kabisa uumbaji wa Mungu. Mungu alipoumba anajua kabisa mtu akifiwa, akishazika mtu wake, kuna hali fulani ambayo anapata ahueni au inakuja kama ya kumkatisha tamaa ili asiendelee kuumia, yani kama akubaliane na kila kitu. Lakini anapokuwa mtu amepotea au ameuawa alafu hakuna taarifa yoyote inayotoka, utazidi kumuumiza yule mtu siku hadi siku mpaka siku atakapojua mtu wake yuko wapi. Kwa hiyo serikali inaumiza wananchi mioyo. Ukimsikiliza mamake polepole anavyolia, nirudisheni mtoto wangu, hata kama amekufa nirudisheni nizike mwenyewe, ni kwamba akishazika atajua mwanaye alishafariki na amezika, na Mungu atampa tu kukubaliana na hiyo hali. Yani itajibalance moyoni mwake kwamba ameshakufa. Lakini kama hajui mtoto wake alipo, ni kwamba mnaendelea kumuumiza huyo mama. Sasa
nyinyi watoto wenu wapo. Kwa nini muendelee kumuumiza huyo mama ambaye hajui mtoto wake alipo? Kwa hiyo wengine waendelee kuumia, ila nyinyi kwa sababu watoto wenu wapo, hamwezi kuumia kwa sababu wa kwenu si mnawaona. Kwa hiyo hamwezi kuumia. Mpeni mtoto wake katika hali zozote, kama anavyowaambia, kama amekufa mpeni azike mwenyewe, atajua kwamba mtoto wangu amekufa na nimezika. Kuliko mnanyamaza kimya, utafikiri hamsikii. Yaani mnavyonyamaza utafikiri likiwapata nyinyi ndio mtafurahi. Hata nyinyi kama hamtajua watoto wenu walipo, hamwezi mkatulia. Kwa hiyo acheni kunyanyasa Watanganyika, acheni kunyanyasa wakina mama, au acheni kunyanyasa watoto. Kwanza hata hao wanaosema kwamba wamekufa karibu 10,000 sio kweli. Kumbuka uumbaji wa Mungu. Mungu alipomuumba mwanamume alimwekea watoto viunoni mwake ambao atakuja kuwazaa kwa kupitia mwanamke awaye yote atakayemuoa, hata asipooa, lakini atatungisha mimba. Unapomuua mwanamume mmoja, umeua watoto walioko viunoni mwake tayari. Kwa hiyo hapo huwezi ukasema kwamba umeua mtu mmoja, umeua wengi ambao angekuja kutungisha mimba na wakazaliwa. Isitoshe, kwa nini mmelenga kuua watoto wa kiume kwa wingi? Hamjui kwamba mnamaliza uzao katika nchi? Mnamaliza uzao katika nchi, kitu ambacho sio kizuri. Mnaacha wakwenu wanaozaa makatili, kwa sababu wenyewe mmewafundisha wakwenu ukatili wa kuua watu. Basi mnaacha kizazi cha kikatili ambacho hata hao wanaoenda kuwazaa watakuwa ni wauaji vile vile, kwa sababu wamezaliwa na wauaji. Kwa hiyo piga hesabu, mtu angezaa watoto 20, mmoja tu angezaa watoto 20, kungekuwa na watoto wangapi katika hao mnaokadiria kwamba angalau 10,000 ndio waliouawa? Ni wengi waliouawa, ambao mlipomuua mmoja mliua na wale watoto walioko viunoni mwake, kitu ambacho sio kizuri hata kidogo. Na mmeng'ang'ania kuua wanaume. Hii nchi itakuwaje bila wanaume? Hao ndio watenda kazi, hao ndio majemedali wetu. Mnawalenga hao watoto wa kiume kuwaua. Sijui mnajua mnachokifanya, sijui hamuelewi. Yaani nashindwa kuwaelewa kabisa. Yaani nchi ikibaki bila wanaume inakuwaje? Ibaki na wanawake tu na watoto, inakuwaje? Mnakuwa mnafuta uzao katika nchi, kitu ambacho sio sahihi. Sio sahihi kabisa kukifanya. Lakini kwa sababu hamjielewi, nyie mnaona sifa. Hakuna sifa iwayo yoyote kuwaua watoto wa kiume. Hakuna sifa. Hata kuwaua hao wanawake ambao ndio wanaobeba hizo mimba na kuwaleta watoto duniani, ni kitu ambacho Mungu anakichukia, kasoro hamjui tu. Hamjui. Tena nasema acheni kuua watoto wa kiume, kwa sababu mnaua uzao katika nchi. Mnaua uzao kabisa katika nchi. Tukisema mmesema, kumbe tufanyeje? Tunaanza kutafutwa tulipo, ili mtufanyeje? Mtuue, na msiue na wazee.
msiuwe na wazee katika nchi. Mungu anapowaweka huwa wana faida, hata kama hawana nguvu, lakini wanaweza wakatoa ushauri, wanaweza wakatoa ushauri na mambo mengine yakaenda. Kwa hiyo acheni kutuvizia. Watawala mngekuwa na akili, yaani mngejiuzuru wote. Sisi hapa hatuna serikali. Hiyo serikali iliyopo ni ya kwenu wenyewe mliojichagua, ni ya kwenu wenyewe. Kwa hiyo hapo swala sio Samia aondoke. Samia must go. Akigo Samia anagona serikali yake yote, anagona makamu wa rais wake, anagona Mwigulu, wote mawaziri wote, hakuna atakayebaki, kwa sababu hakuna tuliyemchagua, hakuna tuliyemchagua. Kwa hiyo akiondoka Samia, anaondoka na serikali yake na wabunge wake na kila kitu chake. Sisi tutaanza upya, tutaanza upya. Kwa hiyo msije mkajiona tu ni Samia peke yake, hapana. Ataondoka na watu wake. Msijifariji kabisa mkaona kwamba ni Samia peke yake atakayeondoka. Mnaondoka na nyinyi nyote na wabunge wake na mawaziri wake. Hawa nao waona ni wa maana, ataondoka nao wote. Hatutatambua chochote. Wala msijifariji hapo mkafikiri akiondoka ataondoka peke yake. Hata akifa na serikali imeishia hapo hapo, hatutatambua chochote. Kwa sababu hatusikii hata mkiuliza huko bungeni kwamba waliokufa wako wapi, wapeni watu wao, maiti zao. Hamsemi chochote, mmenyamaza kimya kana kwamba wale waliokufa sio wanadamu. Si kweli, si kweli. Wangekuwa wa kwenu mngekuwa mmeachama midomo mnalia tu, lakini kwa sababu sio wa kwenu waliokufa, basi hamjali. Hata mkiambiwa chochote hamjali. Sasa kama hamjali, mnataka sisi tujali nini? Mtasema bibi ameanza kuongea. Wapeni watu wao, tupeni watu wetu, tuzike, tujue kabisa kwamba walikufa, tumezika, na sio kunyamaza kimya kama vile hamsikii, kama vile chura kiziwi. Kwa hiyo wote mmekuwa vyura viziwi, hamsemi chochote. Mkikao amani, amani, amani iko wapi wakati watu hawajulikani waliko? Amani hiyo mtaipata wapi? Hamtakaa muipate amani hata siku moja. Hamtakaa muipate amani hata siku moja. Hakuna amani kwa wabaya, asema Bwana. Amani ni pale ambapo na nyinyi mnafanya wajibu wenu. Mmewaua, watoeni, warudisheni. Lakini ni kwa sababu vitu mlivyovitenda sio vya kawaida, ndio maana hamna cha kurudisha. Sasa mtarudishaje nyama mlizozisaga kwenye viwanda? Atatambulikana huyu ni nani? Ndio maana unakuta mmenyamaza kimya kama vile hamsikii. Hamna uchungu hata kidogo. Hamna uchungu hata kidogo. Warudisheni watu wao, wakapate mioyo ipate kupoa. Yaani wengine roho zinatuuma kweli. Roho zinauma. Roho zinauma. Takutana CCM
haina kujibishana na mtu. Sisi mradi tunachapa kazi. Sasa hizo kazi mnazochapa ziko wapi? Mabarabara si mnapita wenyewe na magari? Kama ni hizo barabara mnazipita wenyewe, kwani nyie hamzipiti hizo barabara? Na isitoshe zimejengwa kwa kodi zetu. Utafikiri nyinyi ndio mliotufanyia? Tumefanya, ni kodi zetu tulizotoa ndio zimejenga hivyo vitu, wala msijifanye kama ni nyinyi ni serikali. Rudisheni watu, warudisheni wale mliowaua, warudisheni wenyewe, mioyo ipate kutulia. Hivyo unataka mtu awe na amani wakati mtu wake hajui aliko? Au mnamwona yule mamake pole pole kama ni takataka fulani hivi, hakuna hata mwenye huruma. Ndio furaha kabisa, mnafurahi. Afadhali asijue chochote kama mtoto wake kafa au hajafa, aka hivyo vyaumie. Aliwakosea nini yule mama? Apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Nyie pandeni tu, na nyie watoto wenu watakuja kupotea hivyo hivyo. Mnaona mko kwenye usalama sasa hivi, lakini hamwezi kujua miaka 20 ijayo mnapokuwa hampo kwenye madaraka, vitoto vyenu havina ulinzi, basi mnafikiri mtakuwa salama na nyinyi? Na nyinyi mlichokipanda ndicho mtakachovuna. Na mpaka sasa mnazidi kuua watu. Hakuna rais anayejali watu wanakufa, hakuna wanatekwa, hakuna anayejali hata kidogo. Sio vizuri, tunawaambia kabisa sio vizuri. Kitu mnachokifanya sio vizuri hata kidogo. Vaa viatu vya mwenzio, ujue ungekuwa wewe ingekuwaje? Yule mama anakaa anamlilia mtoto wake. Wengi tu anawalilia watoto wao, lakini mmenyamaza kimya kama vile hamsikii. Hivyo ni hamsikii kweli, au mnataka kuendelea kuwafanya waumie tu? Haya, yupo Mungu anayechunguza mioyo, tutajua kama mnasikia au hamsikii. Alafu mkitoka hapo mnatangaza kuwe na amani. Amani inatoka wapi? Amani itatoka wapi wakati watu wao hawajapatikana? Watatoka wapi? Itatoka wapi hiyo amani? Neno la Mungu nasema hapana amani kwa wabaya, asema Bwana. Amani haiwezi kuja, ni mpaka mtu apate mtu wake, ajue amekufa, azike, ajue nilizika. Basi kuanzia pale anapozika, Mungu kuna kitu anampa cha kukubaliana na kwamba mtoto huyu amekufa na angalia umezika mwenyewe. Lakini msiwalazimishe watu kufanya vitu ambavyo haviwezekani. Hata kwa Mungu haviwezekani. Ni Mungu pekee anayeweza kumtuliza moyo mtu aliyefiwa. Lakini pale ambapo hajui kabisa kwamba amefiwa, inakuwa ni hali ngumu sana 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 sana. Ni kuzidi kumuumiza tu. Mtu analia na mtoto wake kila siku, analia na mtoto wake kila siku. Hakuna hata anayesikia, mko tu. Wakati fulani hivi tukisema, naanza kutuvizia kwamba tufe. Mnamtafuta na Mbarikiwa amewakosea nini? Amewakosea nini?
tafuta kumuumiza mke wake tu basi. Mtoto mmeua na mmenyamaza kimya, na vyeo mkazidi kupeana. Mnasemeshwa kama vile hamsikii. Huo ukatili huo ukatili mlionao huo hautokani na Mungu, lakini mtavuna mlichokipanda. Mtavuna tu, mtavuna mlichokipanda, mtavuna mlichopanda. Mungu si dhalimu, wala Mungu si mjinga, wala Mungu hashindwi. Hashindwi na jambo liwalo lolote. Na nyie mtakuja kupata maumivu kuzidi hata hayo. Sasa mnajifanya mnapenda watoto wenu, na mitoto yenyewe mikatili kama mama zao na baba zao. Mimi nimemaliza.